Amen. Amen. Ninazo shukrani nyingi sana mbele za Mungu. Amen. Kwa mambo mengi sana ambayo amekuwa akitutendea katika familia, lakini pia baraka ambazo tumekuwa tukizipata katika nyumba ya Bwana. Tumepita makanisa mengi na mwenzangu huwa anapendaga kusema siku zote, lakini tumekuwa na mchungaji wa kipekee sana. Ni mchungaji ambaye kwa kweli amekuwa na mzigo sana sana sana. Nakumbuka napendaga kusema hii shida ambayo nilikuwa nayo, sababu ni shida ambayo nilikuwa nayo muda mrefu sana. Ilinitesa takriban karibu miaka 18 toka 2009 mpaka 2025. Unaweza ukaona ni shida ambayo ilinitesa mrefu sana, lakini nilikuwa natamani sana kuona naweza kufanya kazi. Ukweli mimi napenda sana kazi za mikono, napenda sana kujishughulisha. Kwa hiyo hali ile ilikuwa inanitesa sana. Yaani naona sasa maisha yataendaje? Kwa hiyo sikuwa mtegaji kwenye nani. Kwa hiyo nikawa nawaza kile kitamani. Mtumishi hapa ameongea, anasema kwa kweli kuna vitu ambavyo vinakuwa vinarudisha nyuma watu. Shetani jamani yupo. Shetani yupo. Yaani anaonekana hivi
ile. Kama ananizuia mimi kufanya kazi, maana yake anataka nini? Anataka nini? Yaani hivi anakuja moja kwa moja. Kwa hiyo nikawa na hali ile, nipita kanisa lakini sikuweza kupata msaada. Nakumbuka tu mtu anakuja, mchungaji anakuja, unamweleza tatizo, anakushika kwa kupigwa kwa Yesu. Lakini ule mzigo, unajua hata daktari huwa ukiona daktari vizuri, maanake akisha kutibu sio kwamba anafanyaje, anakuacha, lakini anakufuatilia, anakufuatilia unaendeleaje. Ndivyo ambavyo amekuwa mchungaji, kwamba anafuatilia, anapenda kuona mtu akifanya, yaani mtu akifanikiwa, yaani kumbebea mtu mzigo yeye kwake sio shida. Yaani imekuwa ni jambo la pekee sana. Na kwa kweli unajua kufunga kwa ajili ya jambo lako ni rahisi, lakini kufunga kwa ajili ya jambo la mtu mwingine bwana ni ngumu. Lakini mchungaji anachukua hatua. Kwa hiyo baada ya kuingia hapa, ninamshukuru sana Mungu. Naweza kusema kwamba ile shida yaani imeondoka. Miaka 10 na kitu nilivaa. Sasa kwa sababu mimi huwa nina kitu kimoja, ndugu zangu walikuwa yaani hawajui serious mimi nilikuwa na, kwa sababu nilikuwa sipendi sana hii kuwaambia na nini. Kwa hiyo walikuwa wakiniona nimevaa sendo na nini, na nilikuwa sipendi sana kuwaelezea. Lakini shida ambayo ilikuwa inanitesa na mwenzangu, yeye ndio alikuwa anajua, kwa sababu tuko naye na nini muda mrefu. Lakini familia kama familia ilikuwa uzito wenyewe kabisa, walikuwa hawajui. Kwa hiyo naweza kusema kwamba yaani nimetuliwa mzigo mkubwa sana. Mungu amenitoa mzigo mkubwa sana. Mzigo mkubwa sana, kwa sababu ni jambo ambalo lilinihuzunisha. Nilikuwa naona sasa kama ndio hivi, maana unakuta unaumwa, wanasema kujua tatizo ni nusu ya kupona, lakini tatizo halionekani. Ukapima kansa hakuna, sukari hakuna, lakini tatizo lipo. Unajua, mpaka nilikuwa naenda hospitali wakati mwingine madaktari wananiambia, kwani ulifanya nini? Kwani nini hasa? Wao wenyewe wanabaki wanashangaa. Lakini ilikuwa ni jambo ambalo liko kwenye ulimwengu wa kiroho, jinsi ambavyo shetani anavyorudisha maendeleo. Na wakati fulani unaweza ukashangaa, yaani unaenda hivyo tu mpaka shetani anakata maisha yako. Pengine ukifika miaka 65 anaweza akakuachia, hauna nguvu tena, anakuachia miaka 65. Sasa miaka 65 hauwezi kufanya chochote, maana yake umepoteza. Lakini kwa miaka hii ambayo Mungu amenijalia, kwa kweli wakati mwingine
sijui niseme kwa sababu na maisha yameniacha. Natamani sana nifanye mambo ya Mungu na kanisa muendelee kutuombea. Maana nakumbuka mtu mmoja aliponywa na Yesu. Akasema, Bwana, nitakufuata kokote. Natamani sana nione namtumikia Mungu kwa moyo kabisa na kwa kujitoa. Amen. Mzidi kutuombea ili tuweze kusimama kwa ajili ya kutumika.